Shomvi. 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 We Shomvi. Dogo huyu hayupo. Ngoja tumpigie simu. Chumba ndo iko dogo, angalia hapo mazingira. Nipigie simu. Halo. Niaje? Safi, upande zipi? Mimi nipo kwako hapa, nimekuja na dogo hapa, nataka chumba. Kwa hiyo kama upo karibu bandari. Basi sawa. Ngoja basi niongee naye mimi, kama mambo kila fresh nitakuelekeza afu tutajua tunafanyaje. Poa. Umesema anaitwa dogo nani? Dogo Madenge. Dogo Madenge, chumba ndio hiki hapo. Hapa bwana, masharti yake ukilipia miezi 6, anakupigia dirisha, anakupigia mlango, anakuwekea na palasta. Chumba chenyewe kijazingatiwa. Brother kinapangishwa kweli? Dogo, umetaka chumba cha nje? Wewe malizia kodi yako miezi 6, lipia. Tunakurekebishia fundi mimi mwenyewe. Mimi ndo ananiita Shehe Mkwenya wa Mkwenyule, Hostazi Mkwenya wa Mkwenyule, aka Kilaka. Nenda kaulize kote huko. Yaani mimi siharibu katika madili yangu. Ulipia hapo, mimi fundi mwenyewe na kurekebishia. Ananipa hela yangu ya udalali, ananipa hela yangu ya ufundi, naingia kati hapo nafanya nini? Na kurekebishia kila kitu. Chumba kina dirisha, chumba kina mlango. Dogo, si tumekwambia kuwa ukimaliza hapo kodi yako tunakuwekea, tatizo nini? Unaongeza hapo hata miezi 8, anakurekebishia fresh. Baridi mimi nitakukinda poa. Vipi mazingira ya kuzima ile nimeshauanza? Mazingira ya kuzima ngoma huko haina shida. Choo chako kiapo. Yaani chumba chako kiapo, choo chako kiapo. Huyu jamaa mwenyewe mzee wa maruzball. Choo chake kipo ndani. Na maana yeye anazimaji huko juu huko ndani, hataki shobo na mtu. Kwa hiyo ukihamia hapo mazingira yako hapo, wakina Fatuma, wakina Mwajuma, wakina Eliza, wakina Pili, wewe unafunika tu. Sawa? Hiyo hela ipo mfuko wa shati. Hela gani tena? Subiri. Halo. Safi. Mimi nipo mtaani tu hapa, sipo mbali na maeneo ya nyumbani. Upo nyumbani hapo? Basi sawa, haina shida, dakika 0 tunakuja hapo. Kuna mazingira nayamalizia hapo, nakuja. Haina shida, nakuja baba. Haya poa. Kwa dogo, hiyo hela ipo au? Hapa blaza, mimi sijatembea na hela. Hela ipo kwenye simu. Dogo, unataka kupanga kweli? Mimi kusela yako blaza siwazi. Mimi nitakukinda kama ndo baadaye au saa ngapi tunakutana mwenye nyumba na mkinda mwenye nyumba hela yake. Alikadhalika na wewe na kukinda hela yako, inakuwa hivi blaza. Dogo, unataka kweli kupanga? Mimi chumba nakitaka. Poa, tumeanzia kutafuta kwa Mkongo. Tumeenda Mfenesini, tumerudi kwa Mzala huku, tumeenda sijui kwa Mfindi. Unaona? Tumehangaika, yani ile safari kama Kariakoo unaenda na unarudi. Nipe langu ya nauli. Yale blaza, hela kwenye simu blaza. Naona tatiana aibu. Hela kwenye simu. Yaani mimi namkinda mwenye nyumba na ukinda na wewe, tunamaliza swala inakuwa hivi. Yaani mimi na simu ya dharura dogo, fanya hivi. Basi baridi mida. Mida nini sasa? Nipe hela ya kunizululisha niondoke. Mimi blaza, mimi sijatembea na hela. Kweli. Mimi ningekuwa nao blaza, ningekutoa, ningekulinda. Blaza, sasa tunafanyaje blaza? Bro. Ndugu yangu Ustazi, nimepata malalamiko yako. Sasa nikiwa kama msimamizi wa nyumba,
nimekuja kusikiliza ili kuweka sawa, sababu sisi wote ni ndugu, tunaishi kama ndugu, mnaishi nyinyi ni majirani. Kwa sababu inapotokea changamoto kama hizi ambazo nimeelezewa, sababu sio vizuri kuishi na wenzako kwa ugomvi, kisa kitu kidogo sana ambacho kinaeleweka kabisa. Umeme umeme sio umeme kutofautiana na mwenzako, yani mnagombana, alafu isitoshe wewe hapo huko single, umeelewa? Hapa tulisema tunapangisha watu ambao wameoana. Wewe tumekufanyia favor, tumekubeba. Lakini cha ajabu unashindwa kuishi vizuri na wenzio. Mimi nitajia wewe ndio utakuwa mtu wa karibu, mtu wa kuelewana na wenzako, sababu wewe umeishi hapa muda mrefu. Kwa hiyo wewe unajua mazingira vizuri, wewe ndio ungekuwa mtu wao wa karibu, sababu ni jirani yao, ni jirani zako. Sasa changamoto ni nini? Yaani kwa nini unakuwa mkorofi ya ustazi? Kwanza hapo ni kustopisha hapo kwenye swala la kunishtumu mimi moja kwa moja. Hakimu mzuri huwa anasikiliza pande zote mbili. Unatakiwa unisikilize mimi au wasikilize hawa, alafu baadaye ndo uamue kesi. Lakini wewe unavyoonekana umewasikiliza hawa moja kwa moja, unakuja unanishtumu mimi. Unaona? Hata hawa kipindi wanakushtakia wewe, ilibidi mimi nisikilize nijue wanashtaki nini. Pengine wameongeza chumvi. Sasa unajua mtu ambaye ana tatizo ndio analiwasilisha. Yaani tafsiri ya ukimya, wewe hauna shida yote. Kwa hao wameona tatizo, mbona kanitafuta mimi ili tuwaki sawa. Hapo mimi ndo sitaki kusikia, kwa sababu mimi nilimpigia simu mwenye nyumba mwenyewe, dada alionipangisha hapa. Kwani mkataba unasemaje? Mkataba wa nini? Ulivyohamia ulipewa mkataba kaka? Nimepewa mkataba wa nyumba. Mkataba wako unasemaje kwenye issue ya umeme? Mkataba mimi nimepewa katika swala zima la usafi. Kipengele cha juu pale cha mkataba kinasema katika swala zima la usafi, juu pale, haya ya juu kabisa inasema swala zima la usafi, yani imesisitiziwa ni lazima. Lakini swala la kufagia hapa asubuhi linakuwa gumzo. Unaona? Kama mtu anaacha kuosha vyombo katika mlango wake, anakuja kuosha vyombo katika mlango wangu, kusugua miguu anakuja kusugua katika mlango wangu, huwa hajavunja mkataba wa usafi, hajavunja. Wewe ungekubali mambo kama hayo? Alafu katika masuala ya umeme, 1500 mimi 1500, umeme wa 10,000 kwa mwezi. Lakini umeme wa 10,000 kwa mwezi hapa umekuja kuisha tarehe 15. Wakati mpangaji wa kwanza tulikuwa tunaishi hapa, umeme wa 10,000 unaisha mpaka mwisho wa mwezi. Na maana hawa matumizi yao makubwa. Kama hawa matumizi yao makubwa, kinachotakiwa wao waongeze hela. Lakini wao wanataka kutuende sawa. Mimi na redio tunataa ndani. Wewe hiyo kweli yake hiyo? Hapo ustazi. Kuna mtu amekataza kununua kitu cha umeme labda ambacho kinamaliza umeme. Sasa unavyosema kwamba hao wanatumia wanatumia sijui pasi vitu gani? Hamna mtu ambaye amekatazwa. Mkataba haukatazi mtu kununua kitu cha umeme na kutumia. Sasa mkataba unasema mnanunua umeme wa 1500, 10,000, si ndio? Utakapoisha inabidi mnunue tena wa 10,000 kwa sababu kila mmoja mna haki, wote ni sawa. Sababu wewe nunua pasi, nyosha muda wote, nyosha masaa 24, mtumie umeme sawa. Lakini kuleta utata kwenye swala umeme sio kitu kizuri. Nyinyi ni majirani, inabidi nyosha kwa. Wewe ukifa ndani, hawa ndio wanakuokoa. Wewe hujaoa ndugu yangu. Mimi kifa ndani naoza. Kwa hawa mimi naoza ndani. Sasa sikiliza nikwambie. Wewe si uweze kulipa bili ya maji, uweze kulipa bili ya umeme. Mimi nakulipia. Nitakulipia maji, nitakulipia umeme, nitakulipia mpaka kodi ya nyumba. Uje ulale huko. Unaona matusi yake wewe? Wewe ushauri wote. Unaona matusi? Kuelewa, unaambiwa unataka kuelewa, unaelewaje? Unaona matusi yake? Anazingua huyu bwana. Sikilizeni. Tumekuja hapa kutengeneza na sio kubomoa. Kwa hiyo nikiwa kama msimamizi wa nyumba, nimekuja kwa ajili ya fai ya kuleta suluhu. Wewe bwana, hapo kwenye swala la usimamizi kwanza ndo nikustopishe. Kwenye swala la usimamizi hapo ndo jiondoe kabisa. Mama mwenye nyumba mimi ndo kanipa madaraka ya kusimamia hapa. Kuanzia wapangaji waliopita mpaka wameingia hawa. Unaona? Mama mwenye nyumba mpaka inafikia kipindi ananiambia chukua kodi nitumie, si usimamizi wenyewe huo. Kama ilikuwa wewe ndo msimamizi angenituma je fanya nini hapa? Kwa mazungumzo yako wewe, inaonekana moja kwa moja. Yaani hoja tu na mama mwenye nyumba, wewe umekuja tu kwa simu ya hawa. Kwa sababu mama mwenye nyumba mimi nimemlalamikia matatizo yote ya hapa, nimemwambia. Sasa wewe unakuja unawasikiliza hao, unakuja unanishtumu mimi. Kwa nini? Huo huwezi kuwa hakimu kwa mambo kama hayo. Kaka. Huyu bwana ndivyo alivyo. Huyu kwanza jeuri. Huyu hajifanya share ana ushare wote, huyu muuni tu kama wao wengine. Hapo unapomuelekeza haelewi chochote, kinaingilia kulia, kinatokea kushoto, kinaondoka. Huyu bwana jeuri, hata kuelewa ndivyo alivyo. Utaratibu unaujua,
Wewe sio mtoto mdogo, kila kitu nakijua kwamba umeme mnatoka mlipe sawa na maji mnatoka mlipe sawa, full stop. Wewe shida. Wewe huwezi kuwa hakimu. Kwa mazungumzo, yaani kwa mazungumzo. Wewe huwezi kuwa hakimu. Hii kesi wewe huiwezi. Sikiliza bwana. Hii kesi wewe huiwezi. Mwambie mama mwenye nyumba aje mwenyewe. Wewe hii kesi huwezi. Familia haifaidao sana. Nyumba ya watu, nyumba yako wewe usikichochote. Mimi sitaki bwana. Mwambie aje mama mwenye nyumba mwenyewe. Sikiliza, tujamaliza kikao ustaz. Kikao gani hiki cha kipumbavu? Kikao mnakuja hapa unakuja unatetea unaegemea upande mmoja. Iko kikao. Hatujamaliza kikao shehe. Sitaki bwana, sitaki kikao chenu. Namsikia. Mimi na huyo ndo alifanya hivyo. Anakaza kuvaa misuli, nadhani anamshika. Kaka, mimi na maidi ipo siku huyu nitamkamata, nitamfinya, nitampinyanga ujue. Nitamnyonga nyonga, nitamtafuna kisha nitammeza. Wewe utaama wewe. Fanya vya mwendo kasi. Au basi. Sorry lakini. Ngoja nimwangalie kwa huku. Odi. Odi wenyewe. Odi. Asante. Habari yako? Salama, umeamkaje? Asalamu alaykum. Salama, sijui. Sasa bwana, nilikuwa nimepitia ule mzigo. Mamangu ndo katoka kaenda kushughulikia hilo jambo, ila na imani mpaka jioni atakuwa tayari kashakuja naye. Sasa silikuwa nakuja kupitia tu. Simeniambia iko tayari ile pesa? Ni kweli, lakini kuna sehemu kaenda kuichukua. Mpaka jioni itakuwa tayari. Sio Swahili sasa unaanza. Kwa blaza. Sasa blaza mbona anachanganya? Kwa hiyo ni mpaka ame mtu ndo niingie mimi. Chumba cha? Alright. Basi hakikisha unamwambia, mkumbushe. Nikifika hapa sitaki tena mambo mengi. Napitia hiyo pesa. Basi. Odi. Nani? Mwenye nyumba. Vipi mbona asubuhi? Habari yako kwanza? Safi. Nisikize ndugu yangu. Umemwona wewe kijana hapa? Mteja. Anatafuta chumba cha kupanga, kwa nikaona nimete kwenye chumba hiki ambacho wewe utatakiwa uhame siku ya leo. Kwa hiyo sasa nimeagizwa na sister wewe hapa unabidi uhame jioni ya leo. Huyu kijana anakuja kukaa hapa. Bro. Naitwa Madenge, sio mteja, mimi mpangaji. Madenge mteja.
Sawa eh? Kosa huyu hapa ndugu yangu, kufikia jioni inabidi uhame kwa sababu hapa bana tumekuchoka, watu hawataki kukuona, wewe ni msumbufu, yani wewe shida matatizo kibao. Kwa bwana hapa mimi nakuomba sana, jioni fika hapo jioni dogo anakuja kukahamia hapa. Ndio maana kwenye kikao mimi nilikwambia wewe hauhusiki chochote na hii nyumba. Wewe ni shobo. Zinazokusumbua wewe ni njaa. Yaani wewe ukiwa na shida zako, uangalie watu wanaishi vipi, unaangalia wewe shida zako. Wewe mama mwenye nyumba haja kuhusisha na chochote kuhusiana na hii nyumba. Isipokuwa wewe unatumia madaraka tu ya undugu kwa sababu yule ni dada yako. Na nisingesema hivyo, nasema hivyo kwa sababu gani? Dada yako mimi nimempa kodi ya miezi 4. Mwezi mmoja nimeutumia, imebaki miezi 3. Kwa hiyo kama dada yako wewe amekutuma, kwa nini asingenipigia mimi simu, wewe upate taarifa moja kwa moja akamhamisha yule akati mimi namdai? Nisikize ndugu yangu. Kwanza kabisa unavyosema mimi sihusiki na nyumba hii unakuwa unakosea. Kwa sababu hii nyumba sio ya sister. Hii nyumba ni ya ukoo. Kwa unavyokuja hapa nakuja kama muhusika. Muhusika wa nini? Wa nyumba. Nisikize ndugu yangu. Sijaja hapa kubishana na wewe wala kutafuta matatizo. Ila nakukwambia ni hivi. Ikifika jioni ya leo inabidi uame. Kama ni kodi yako unarudishiwa hela yako yote. Kwa ikifika jioni ya leo inabidi uachie chumba, utafute sehemu nyingine huko ambao watamudu haya matatizo yako. Kwa sasa wewe ikifika jioni dogo na hamia huko. Kama nyumba hii ya ukoo ama ya utetea, mimi sitaki kujua. Wewe umesema kodi yangu ya miezi 3 sitarudishwa yote. Narudishiwa Madenge. Mimi na wewe kipengele chetu jana hatujamaliza. Tuliahidiana saa 1 tunakutana, tunamaliza ile zoezi. Lakini wewe haujatokea. Hapo ulipo na kudai hela yangu ya usumbufu. Sasa nataka uniambie vizuri. Kile chumba unakitaka ukitaki? Kile chumba mimi nakitaka. Na iki hapa nakitaka. Na vitaka hivi. Mala kitimtimu chumba cha pili kimetokea mikelele mizogo, yani kila kukicha majirani wana show na wameshachoka. Chumba cha pili taria tu na moyo hotazida kwa mchongo maumivuko kibao kiwanguda wa kwao. Chumba cha pili marafika waelewani. Chumba cha pili maugomvi tafarani.